Usifunge sana, usipate kazi mingi ya kuomba kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Because again, these are real issues in life. You know, chairman, these days I'm not telling youths wasikuwe na mahusiano. Kwa sababu unasema hivyo tulikuwa tumechelewa. Already unaambia mtu asiwe na uhusiano na tayari ako na hata 6. Unakuta jamaa hapa ako na wasichana 6 kwa laini moja. Anataka kujaribu uone ni huyu ama ni yule. And sometimes what I wonder. Sasa wewe wakati unaenda mbele ya Mungu na Mungu unamwambia ni nani? Na ni nini unatafuta kwa wasichana 6? And they can never be the same. Every girl is unique. And one thing you forget is that you are acting their lives. Kwa sababu itafika siku moja huwezi kuoa wote. Si utaoa mmoja waache 5. Hawa 5 umeumiza na mnatafuta virgin utapata wapi? Hai. Tuko pamoja. Unajua anxiety moja ni hiyo pressure ya hiyo joto kwa mwili. Hiyo joto ni moja ya hiyo anxiety unaweza kuwa nayo. Na hiyo ni kawaida. By the way, anxieties are inevitable and universal for everyone. Umwiwa ama wotewa. Nduwana dawa nduna ilewa. Na ila mwiwa ni hospitali kuseugwe wewe nesa. Wana daktari wako akutengeneze ukue sawa. Nena wewe mbabu ya kitambo yuli ya ndugu ya moko ya nganya sana. Ni wewe ndio unaweza jigaga. Lakini watu ndio mpaka ni watu kibeti kila chapwa kana mzee wao. Wewe sio mic testing. Mic tao. Eat and run. Mic testing. Eat and run. Unajua wakati Mungu anasema mtu avumilie, angoje wakati wake. Unajua ni wali? Watu wote hawawezi kuwa sawa. Msijana, unajua chama na brother waambie ukweli. Msijana utaenda upata kuna kijana wa inchi 8. Upata kuna wa 7. Wa 6, wa 5. Alafu ukiolewa uolewa na wa 2. Na umezoea wa 8 watoka mtoa wapi? Unajua badala ndio tusemezani kweli. Wakati Mungu alipenda mwanamke aolewa na mwanaume mmoja ambaye ni mume wake, na mwanaume awe mke mmoja, nini ukuwa mjinga wa kuzoea huyo mmoja? Kwa sababu huo ni mwe anaanza Mungu ndiye atakalo. Wana kulodo unaanza hizo hivi kwa nini? Kulodo ndio Mungu zenyewe. The first night of your honeymoon, it will either break the trust in your marriage or it will build it. Bwana Yesu asifiwe. Na mwezi ile siku ifanye. Kila wewe sio wima. Ngombe hizi imewata nyembe. Nikileke ziende mbe. Lakini kupata wa itabina. Hii ndio mwezi komu. Iko watu wa komu. Tutabie. Ukwende wewe koloto na wima naanza ulisi wea. Kuicha mundu wa mama we. Wewe naanza wala wea. Nanye ni kolo. That kind of anxiety committed to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ina ni masomo yako weka kwa Mungu. Because it is real for everyone. Siku hizi hakuna kazi, but for those who love God, God will open doors for them. Bwana Yesu asifiwe. Please Paul, I'm also trying. I'm doing my master's on development studies. And I've seen a colleague I can partner with. Bwana Yesu asifiwe. I'm also thinking about doing law. Because I also want to do some advocacy in development. Bwana Yesu asifiwe. Mwiko na hata tiwe ya nuru hizo zoma.
Wanaweza asifiwe. Sema anaenda au mangawea. Twakitie twaingai. Mweyezu ndataiwe. Ndio mawendi tailo tedia. Wasumwana amoma sende bayimuseo donoke dono bawanyo. We are Timasias imetu. We are ministers of the Most High God. And therefore what I'm trying to say ni kwamba katika yale mambo ambayo unaona yanakukanganya katika maisha, kubali ya kwamba that is a reality in life and there is a way out from it. Because you can offload that to God. Because the Bible says, then after we acknowledge that anxieties are inevitable and they are universal, we are supposed to talk about them to God. Kuambia Mungu, because the Bible says, cast your anxieties unto Him. Kwa hivyo, tuna nafasi ya kumwambia Mungu. The Bible in the book of Matthew 7:7 inasema kwamba ask and it will be given to you. Bwana Yesu asifiwe. Omba na kila unaomba utafanya nini? Utapewa. So God is giving us a chance to bring every care, and actually the Bible says all cares. Si moja, zote. Hata hiyo huwezi kuambia mama. You know you cannot go and share with your mom. My boys, unaweza kushare with your mom about your wet dreams. Can you do so? Wezi. Nana vijana wengine. Unajua nimekaa kando vijana I love young people. Juzi nilienda kambi mbili, nilienda Voi, nikaenda nyingine Mwingi, and I love young people because actually most of our students, kitu kimoja kinani encourage kwenda camp is because wakati nasikiliza, because there is a course I teach on evangelism, and the first assignment ni kila mwanafunzi andike their testimony. When I'm reading through, I find almost 3/4 of my students, they got saved wakati walikuwa camp. And that has been a motivating factor for me. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, what I'm trying to say ni kwamba I love young people because I know there is a lot of hope in them. Even your background ya pale nyumbani unaweza kubadilisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. If I can tell you my background, ukiniona hapa unaweza kushukuru Mungu. Kwa chakula ilikuwa inaisha September. Wale na Mungu anganga, na Mungu akaenda kuiba. Tuketela mwi wa kende tuwozo twibwe kana mwi wa karatu kana wa kana with the members in mundani na sio mbeka ya mundani. We were 19 in the family. 3 parents, 16 children. I remember in 1984 kulikuwa na family. And what could be afforded in our home ni only one packet of 2 kilograms ya kupika ugali ya watu wao wote. One of my other brothers alikuwa anapiga na my stepmom. Alikuwa anafanya survey. Namwambia kata kidogo hapa, ongeza hapa, toa hapa. Nende madini masahani ya 19. Mayepo hii. Mayangi mayakelo diana. So your background umetoka, it does not determine your future. What determines your future is your faith in God. Your faith in God can make a difference from your family background. Because we don't walk by sight, we walk by faith. Ukiokoka na ukoke cha ukweli na usimamie Yesu, kwenu kutabadilika katika jina la Yesu. Kwa muda mrefu watu huwa wanajua nzuri. Na ombi yangu la kwanza ilikuwa ninaomba kwamba Mungu siku moja nitapata pesa, nitatengeneza choo nzuri. And Mungu akanibariki. The first project I did at home is to make sure that tuko na choo nzuri. Na imagine choo mwenye na mabia. Muomola weka bana na dunia. Kane langu. Ugende na kwino tukutibu yene so ngende wali kama Mungu na wewe wecho. And I told God, this must be a thing of the past. I also made a second prayer. Nikaambia Mungu, before mimi nijenge, nataka nijengee wazazi kwanza. Because if you want to be blessed, think about those people who
have made you to be who you are. Ukitaka ubarikiwe, fikiria wachungaji wako, kwa sababu they walichangia kufika mahali umefika.